Basi omba, mwambie Bwana asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Mshukuru Mungu kwa ajili ya ibada ya saa ya asubuhi. Mshukuru Mungu kwa ajili amekukusudia wewe kuwepo hapa. Amekusudia wewe uwepo, ujifunze yale ambayo ametamani ujifunze. Mpe maneno ya shukrani kumwambia Bwana yeye anastahili. Mfalme, asante. Katika jina lako Yesu Kristo, ninakuinua wewe Bwana katika asubuhi ya leo. Asante kwa sababu Mfalme, ni mimi umenikusudia niwepo asubuhi hii. Ni mimi umenikusudia kwa ajili ya ufalme wako. Ni mimi umenikusudia kwa ajili ya wale wengine ambao Bwana siku moja watanihitaji. Asante, umenipa nafasi ya upendeleo. Mungu, ninakurudishia heshima na enzi. Si kwamba Bwana nimestahili, lakini Mfalme, ni kwa sababu upendo wako umekuwa mkuu sana, hata umeruhusu, hata umefika mahali hapa. Bwana, ninakuinua. Bwana, ninakushukuru. Ninalibariki jina lako. Ninabariki kila mmoja mmoja. Kafungue mioyo yetu, ukafungue masikio ya mioyo yetu Bwana, tukapate kulisikia lile lililo kusudi lako Bwana, tukapate kuenenda sawa sawa na mapenzi yako. Asante kwa ajili ya ibada hii Mfalme. Natangaza uwepo wa nguvu za Roho Mtakatifu na kila mmoja atakayehudhuria Bwana, usimwache atoke kama jinsi alivyo. Mfalme, hudhuria nafsi pamoja, katika jina la Yesu Kristo nimeomba, na jina lako likawe nafsi. Uwepo wako Bwana usitupungukie, katika jina la Yesu na wote tuseme amen. Amen. Hallelujah. So I would like for you to come in front chairs. Ningependelea watu wote tuje viti vya mbele. The good enough it was the last session, all of us was there. Na uzuri ni kwamba ibada iliyopita watu wote tulikuwepo hapo. You know the tendency of a teacher. Unajua asili ya mwalimu is to ask the questions. Ni kuuliza maswali. Hallelujah. Yes, the tendency of a teacher is to ask the questions to know whether we understand or not. Asili ya mwalimu ni kuuliza maswali ili kujua tulielewa au hatukuelewa. So that I can come with another proposal. Maybe I will use stick right now. Naweza nikaja na njia nyingine, na inawezekana nikatumia fimbo wakati huu. Because without it you seems like you not understand it. Kwa sababu wakati mwingine bila hivyo unaonekana kama uelewe vile. But I know we understand. Lakini natambua kwamba mnaelewa. Yeah, you can raise your hand. You can do like this in order to know if we are together. Unaweza ukapunga mkono wako ili tujue kama tuko pamoja. Hallelujah. Okay. Who can remind us about the last session? What have we learned? Ni nani anaweza akatukumbusha ibada iliyopita tulijifunza nini? How many was not there? Wangapi hawakuwepo hapa ibada iliyopita? No one. Okay, who can remind us? Nani anaweza akatukumbusha? Quick, we have a really limited time. Tuende haraka, tuna muda mchache sana. Who can remind us? Nani atatukumbusha? No one. Really? Shemasi, even you? And my sister there? Na dada yangu pale. Even you? Hata wewe? Mama yangu? Can you try? Icho. You have to remind us what you know, even if it is a ritual. Icho knows. Karibu. Pastor. Yes. I think you have seen. Yes. Okay. We was with this subject called Steps of Salvation. Tumekuwa tukiendelea na hili somo linalosema hatua za wokovu. And we have been talking about it 3 weeks ago.
na tumeangalia mambo makubwa matatu. We have been talking about it 3 weeks ago. Tumezungumza kwa takriban wiki 3 zilizopita. Yes, respectively. And yet there is no one to remind us whether anything you learned about it. Na hakuna hata mmoja wa kutukumbusha kama kuna kitu amejifunza hapo. I'm surprised. Ninashangaa sana. And kind of disappointed. Na ninakatishwa tamaa na nini. So I would like, if we really need to take it serious from God, kama tunahitaji kuwa na uhakika zaidi na Mungu, we really need to take a note. Tunahitaji kuwa na sehemu za kuchukua kumbukumbu. We know even Moses, when he was working with God, God says, write it down. Unajua hata Musa wakati anatembea na Mungu, Mungu alikuwa anamwambia andika haya mambo. Because the next generation shall use it. Kwa sababu vizazi vijavyo vitatumia. You are not writing it just for your own. No. Hautumii hivyo kwa sababu yako mwenyewe. Maybe your son, your child, whatever, would use it for his benefit. Inawezekana wanao au mtu yeyote anaweza kutumia hiyo kwa ajili ya kunufaika. Hallelujah. So we need to take a step. Kwa tunahitaji kuchukua hatua. As we said, we are not just a church member. We are ministers. Kama tulivyosema, sio tu washirika, badala yake ni viongozi. Say I'm a minister. Sema mimi ni mtumishi. Say I am a minister. Sema mimi ni mtumishi. Is that how is this your best? Say I am a minister. Wewe hapo sema mimi ni mtumishi. Hallelujah. Now act like one. Sasa kuwa hivyo. Okay, I will not repeat what we have been talking about. Hatutarudia kile tulichoendelea kukisema. I will just proceed with the next step. Tutaendelea maana hata tukirudia hamkumbuki. What must be done then? Ni nini kinachotakiwa kufanyika baada ya? As we discussed the steps of salvation, we are passing through a lot of things. Kama tulivyozungumza habari ya hatua za wokovu, tukapitia mambo mengi. We have seen how we needed to react on a certain something. Tuliona ni namna gani tunatakiwa kuwa katika jambo fulani. We know how a newborn person is different from the one who is spiritual matured. Tuliona jinsi ambavyo mtu aliyeokoka kwa mara ya kwanza ni tofauti na mtu mwingine mpya. And we have seen how difference come between them. Na tuliona jinsi ambavyo tofauti zinavyokuja kati yao. And we just figure out on how to go the next level. Na tukaangalia ni namna gani ya kwenda hatua mbele zaidi of our salvation. Kwa wokovu wetu. I just repeat just to mention the point. I will never explain it. Ninajaribu kurudia tu nitaongea tu hoja lakini sitazielezea. The first step we say it is repentance. Hatua ya kwanza ilikuwa ni kutubu, and that we know about it. Na unajua kuhusu hilo. And the second one, it is holiness. Na la pili ulikuwa ni utakatifu. And no man shall see God without it. Na hakuna mtu ambaye atamwona Mungu bila huo. So this is the second step of salvation. Na hiyo ilikuwa ni hatua ya pili ya wokovu. And the third one is boldness. Na ya pili ilikuwa ni uhodari au ushujaa. That's spiritual maturity. Maana yake ukomavu wa kiroho. As we proceed being with God, we also increasing our maturity in spiritual. Kwa kadri tunavyoendelea kuwa na Mungu ndivyo tunavyouendeleza ukomavu wetu wa kiroho. And fourth step is serving others. Na hatua ya nne ni kuwatumikia wengine. You know, even Jesus when he was in the mountain, unajua hata Yesu alipokuwa katika mlima, he was there to know on how can he approach people in God's purpose. Alikuwa anaangalia namna gani ya kuwafikisha wengine katika kusudi la Mungu. Hallelujah. So we are to serve others. Kwa hiyo tupo kwa ajili ya kuwatumikia wengine. And we end there. Na
tuliishia hapo. So the word of today now is what can be done in order to fulfill all the steps. Kwa leo tutajifunza ni kitu gani tukifanya kwa ajili ya kuzitimiza hizo hatua, so that we can pursue it very well, ili tuweze kufanya vizuri, just because we are in the purpose of God. Kwa sababu tupo katika kusudi la Mungu. Hallelujah. The second one, jambo la pili, Holy Spirit was just passing me through this one. Na Roho Mtakatifu amekuwa akinipitia kupitia hili jambo. Now I wrote it down na nililiandika chini, so we can share together, ili tuweze kushiriki pamoja. The first one is humility. Jambo la kwanza ni upekee, unyenyekevu, humbleness, unyenyekevu. Yes. In order for us to go in another dimension, ili kwenda katika kiwango kingine, we first need to be humble to God. Cha kwanza tunahitaji kuwa wanyenyekevu kwa Mungu, and rather to people too, kuliko kuwa wakaidi, and to people too. Yes, we need to be humble to God and to people. Okay, tunahitaji kuwa wanyenyekevu kwa Mungu na kwa watu pia. Sometimes we are just humble because we don't have money. Unajua wakati mwingine tunakuwa wanyenyekevu kwa sababu hatuna fedha. And that's the reality. Na huo ndio uhalisia. You can't afford something. Unajua hauwezi ukakimudu kitu fulani. Not because you are not loved to see me. Sio kwa sababu haukipendi, but because you can't afford that sin. Ila ni kwa sababu hauwezi ukakimudu hicho kitu. Now that's not humbleness. Na huo sio unyenyekevu. Humbleness is to know I can manage to do something. Unyenyekevu ni kujua kwamba nina uwezo wa kufanya kitu, but because of God I can. Lakini kwa sababu ya Mungu siwezi kufanya. Hallelujah. Now I write in my definition. Nilikiandika kwa tafsiri yangu. Humility is recognizing that, unyenyekevu ni kutambua kwamba, although you are a king, japokuwa pamoja na kwamba wewe ni mfalme, you can joyfully sit at the same table with a servant. Unaweza ukafurahia kukaa katika meza moja na watumishi, without despising them, bila kuwatenga hao. Hallelujah. Yes, I know myself, I know my position. Ninajitambua na ninatambua nafasi yangu. Yes, I am a son of God. Yes, mimi ni mtoto wa Mungu. There is some moment I meet some people of the world. Wakati mwingine ninakutana na watu ambao hawajampokea Yesu. But my approach to them, vile nitakavyo wachukulia, will define if I am humble or not. Itatafsiri kama mimi ni mnyenyekevu au sio mnyenyekevu. Hallelujah. Hallelujah. And this is the one thing devil lack. Na hiki ndicho kitu ambacho shetani amekikosa. You can't find humble in a devil. Hauwezi ukaupata unyenyekevu kwa shetani. Hallelujah. Oh, we have never experienced it. Au tumewahi kuona unyenyekevu kwa adui? Maybe. No one. Hamna. So this is the only thing that devil lack. Hiki ndicho kitu pekee ambacho shetani amekikosa. Now, what Jesus say about it? When we read in Matthew 11:29, ni kitu gani ambacho Biblia imesema ukisoma kitabu cha Mathayo sura ile ya 11? Jesus said, "Learn from me." Yesu anasema jifunze kwangu, for I am gentle, kwa sababu mimi ni mnyenyekevu, and humble in heart, na mnyenyekevu wa moyo, and you will get pleasure, na utaipata raha. Hallelujah. So Jesus himself was humble. Kwa Yesu mwenyewe alikuwa mnyenyekevu, really humble, mnyenyekevu sana. You can see even he chose to come to earth. Unaweza kaangalia hata kama alichagua kuja duniani. Before that there was a meeting in heaven. Unajua kabla ya hayo kulikuwa na kikao mbinguni. And God is asking, na Mungu alikuwa anauliza, who shall we send to earth? Ni nani tutamtuma duniani? There was a Gabriel there. Kulikuwepo na malaika Gabrieli pale. There was a Michael. Kulikuwepo na malaika Michael pale. There was Seraphim. Kulikuwepo na maserafi. Anyway, in the heaven there was those big five, Kila kiumbe kilikuwepo kule. And yet the question was in the moment the question was asked, na wakati ambapo swali lilikuwa linaulizwa, the quiet appeared in the heaven. Ukimya ulitokea mbinguni. No one to say I shall go. Hakuna aliyesema mimi nitaenda. And when John got there,
through the revelation. Na Yohana alipoenda kule kupitia ufunuo, the Bible said he cried. Biblia inasema alilia, because he saw no one to volunteer. Kwa sababu hakuona hata mmoja aliyejitolea kuja kuokoa ulimwengu. It was not an easy work. Haikuwa kazi rahisi. Now the humble of Jesus is came, lakini unyenyekevu wa Yesu ulikuja. That one angel told John, hey, look, no, the meeting is not over yet. Lakini na malaika mmoja akamwambia Musa, angalia, akamwambia Yohana, angalia, kikao bado hakijaisha. There is somebody to volunteer, you shall see. Anahitaji mtu mmoja kujitolea ili tuone. And yet the Son of God is standing and say, Father, send me. Mwana wa Mungu akawa amekana akasema, Baba, nitume mimi. They was having the full picture of how you're gonna be. Kulikuwa na namna nyingi ya vitu ambavyo ingeenda kutokea. The way you be tortured, vile ambavyo atanyanyaswa, the way you be die, vile ambavyo atakufa. The picture was full there. Picha ilikuwa yote pale. Yet he said, Father, I will go. Lakini bado alisema, Baba, nitaenda. Can we just beg for that humbleness to us? Tunaweza tukauomba unyenyekevu huo kwetu. Hallelujah. Hallelujah. That shall be in our heart too. Tumuombe Mungu ili uwe ndani ya mioyo yetu. Now Jesus said, sasa Yesu anasema, unless you become like little children, utakapokubali kuwa mtoto mdogo, never enter the kingdom. You will never enter the kingdom of God. Hawezi ukaingia katika ufalme wa Mungu. Now Jesus is giving us the example of little children. Na hapa Yesu alikuwa anatupa mfano wa mtoto mdogo. You first need to know what the little children act like. Cha kwanza unatakiwa kujua namna gani mtoto mdogo ana sifa gani. We have all passed through that. We have all passed in this. You know, wote tumepitia katika hatua hizo za utoto. Hallelujah. You know, when you meet somebody katoto hivi, unajua unapokutana na mtu mmoja that is very child, kana kuambia mimi ukinipiga naenda kumwambia mama. He tells you that if you beat me, I'm going to tell my mom. He knows there is no one can beat his dad. Anajua hakuna anayeweza akampiga baba yake. Even if you are big enough, hata kama wewe ni mkubwa kiasi gani. The only thing he know, my dad is better than you. Anachojua baba yangu ni bora kuliko wewe. So the way of believing, kwa hiyo namna ya kuamini, he giving himself to his dad. Anajitoa yeye mwenyewe kwa baba yake. Everything that happened, my dad shall solve it. Anajua chochote kitakachotokea baba yangu atakitatua. I know I can't do it myself. Ninajua siwezi kukifanya hiki mwenyewe, lakini baba yangu, my daddy can. Baba yangu anaweza. He can either buy me an aeroplane. Anaweza kanunulia hata ndege. Yet the father is not having even a bicycle. Hata kama hana hata baiskeli. Hallelujah. Hallelujah. So now Jesus is giving the example of we need to be like children. Kwa hiyo sasa Yesu anatupa mfano kwamba tunatakiwa kuwa kama hao watoto wadogo. Because the children is full dependent on his dad. Kwa sababu watoto wale wanamtegemea baba yao 100%. Hallelujah. Hallelujah. Now that's the maturity that the word of the church of today must know. Na huo ndio ukuaji ambao kanisa la leo linatakiwa kujua. Hallelujah. 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 Now I have a question. Sasa nina swali. If the things are getting really tired, really tight, kama vitu vimekuwa kweli ni vigumu, who are you depending to? Unamtegemea nani? Who are you depending to? Unamtegemea nani? Somebody their mama. Wengine wanamtegemea mama yao. Somebody pastor. Wengine mchungaji. You know, even the Israel was really dependent on Moses. Unajua hata wana wa Israel walimtegemea sana Musa. When things get fired, they come to Moses. Moses, we shall deal with you very perpendicular. Walipokuwa wanapita kwenye habari kwenye jambo gumu, anamwambia Musa, wewe tutakuwa na wewe
kwa namna yoyote ile. Now, who are you depending when things get really bad? Sasa wewe unamtegemea nani vitu vinapokuwa vibaya? Hallelujah. Hallelujah. Our Father Jesus is there watching us. Baba yetu Yesu Kristo yuko pale anatuangalia. We really need to give ourselves to him. Tunatakiwa kujitoa hakika kwake. Hallelujah. Hallelujah. So we really need to be humble whenever we have something or we don't. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa wanyenyekevu hata kama hatuna kitu au tunacho. Hallelujah. Hallelujah. And the humble is measured when we don't have. Na unyenyekevu unapimwa tunapokuwa hatuna. The way we react when we don't have. Vile ambavyo tunapokuwa tumekosa kitu fulani. And the way we react when we have all. Na tunapokuwa na jinsi tunavyokuwa tunapokuwa na kila kitu. You know, even David when knows he was a king. Na hata Daudi alipotambua kwamba nilikuwa mfalme, yet he still lives in caves. Bado aliendelea kuishi mapangoni. That was even a humbleness. Na ule ulikuwa ni unyenyekevu hali ya juu sana. And if he resists to do that, maybe he would die. Na alijua kwamba kama angelikataa kufanya vile inawezekana angelikufa. There is a level of humbleness when you lack. Na hatu kiwango kikubwa cha unyenyekevu unapokosa, you might be in very hard situation someday. Unakuwa katika wakati mgumu wa kitu fulani. Let God give us that humbleness in the name of Jesus. Mungu akatupatie unyenyekevu kwa jina la Yesu Kristo. So what must be done? That the first step of say is the humbleness. Kama nilivyosema, kitu cha kwanza ni unyenyekevu. The second one is prayer. Na jambo la pili ni maombi. This one is the cook. Na hiki hapa ndo kitu. Is the chicken. Hiyo ni kuku, ni kama kuku. Is it chicken or kitchen? Chicken, kitchen. It is a kitchen. It is a jiko, is it? Yes. It is a kitchen. Now, prayer, maombi. Before I tell you, what is even prayer? Kabla sijakwambia, unaweza kaniambia nini maana ya maombi? What do we know about prayer? Tunamaanisha nini tunapozungumza habari ya maombi? Anyone, please. Mtu mmoja tafadhali. Hey, volunteer. Unaweza kujitolea. Maybe they feel like Jesus. That will be tortured. Okay, prayer in my opinion, maombi kwa mtazamo wangu sasa, is a continual communication with God. Ni mawasiliano ya muendelezo na Mungu. You know, continual. Unajua kuendelea. Whenever we have something, namna yote utakavyokuwa na kitu. Whenever we don't, hata kama hatuna. Whenever we are rich, hata kama ni matajiri. Whenever we are poor, hata kama ni maskini, we must pray. Tunatakiwa kuomba. Whenever we are hungry, hata kama tuna njaa, or we are full belly, au tumeshiba. So it is a continual process, communication with God. Kwa hiyo ni mawasiliano muendelezo na Mungu. Hallelujah. Hallelujah. How are we communicating with God frequently? Tunawasilianaje na Mungu wakati? How many of us? Wangapi kati yetu? I know this one is the trouble. Unajua hili hapa ni tatizo. Not only during trials, sio tu wakati wa matatizo, but all times. Ni wakati wote. Sometimes God uses trials to bring you close to him. Wakati mwingine Mungu anatumia matatizo kukufanya uwe karibu naye. Because when you have money, you see like money can solve everything. Unajua wakati mwingine ukiwa na fedha unaweza kufikiri fedha inaweza zikatatua kila kitu. So now God is finding the way. This my child, I still love him. Unajua wakati mwingine Mungu anatafuta njia kwa sababu anasema mwanangu bado nampenda. So he just switched up. Kwa hiyo anabonyeza tu tap. And you shall come yourself. Na utakuja mwenyewe. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we are in the poverty not because we deserve this. Kwa sababu wakati mwingine tupo katika hali ya umaskini sio kwa sababu tunastahili. But God is trying to give us the way that we can be closer to him. Wakati mwingine Mungu anatupa njia ambayo itatufanya tuwe karibu na yeye. You can just do your own research. Unaweza ukafanya utafiti wako binafsi. Most prayer warriors, baadhi ya shujaa wa maombi, are the one who have no job. Ni wale ambao hawana kazi.
Not all the time, lakini sio wakati wote. I'm just giving you the picture of what I've experienced. Ninajaribu kukupa picha ya kile ambacho nimekiona. The one who shandarabai in the church mostly is the one who have no job. Wale ambao wakati mwingi wanaomba wakiwa kanisani wale wasio na kazi. Hallelujah. Hallelujah. What I'm trying to tell you is that in the midst of poverty, kile ninachojaribu kuambia ni kwamba katika siri ya umaskini there is thirst in fighting the presence of God. There is what? Ambition, I can say, of needing the presence of God. Kuna ile shauku ya kuhitaji uwepo. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Anything you see in this life is chochote unachokiona katika haya maisha is generated in spiritual realm. Kinaanzia katika ulimwengu wa roho. What we see is just a manifestation of what has been generated. Tunachokiona ni madhihirisho ya kile kilichotokea katika ulimwengu wa roho. As we say, this one is the kitchen. Kama tulivyosema, maombi ni kama jiko. Is the place where anything is cooked. Ni sehemu ambayo kila kitu kinapikwa. And it's come to manifest physically to na kinakuja kufanya madhihirisho katika hali ya kawaida. Now not this one. Na sasa kumbuka hili jambo. If you are not a spiritual man, kama wewe sio mtu wa kiroho, you will be slave on the things that are generated in spiritual. Utakuwa mtumwa wa vile vitu vinavyotengenezwa katika ulimwengu wa roho. Somebody understand me? Hivi kuna mtu ananielewa? If you will not be a spiritual man, kama hautakuwa mtu wa rohoni, you must be slave. Utakuwa mtumwa on the things that are generated, kwa vitu ambavyo vinatengenezwa in a spiritual realm, katika ulimwengu wa roho. This how, na hiyo ndo maana sometimes unatambua wakati mwingine not every kichaa you meet there is not every crazy man unakutana naye pale maybe he was born like that, kwamba alizaliwa akiwa hivi. No. Hapana. Others was just, it was in his lifetime he faced that. Wengine ilikuwa tu ni katika maisha yao ikatokea hivyo, and boom you see, hey, is this mama fulani, na kwa ghafla you see, is this mother of somebody. 2 days ago he was making stories. Siku mbili zilizopita alikuwa anaongea na wengine. What happened? Nini kilichotokea? It is because this world is generated spiritually. Kwa sababu hicho kitu kilianzia katika ulimwengu wa roho kwanza. Not this, anything. Sio hicho tu, kitu chochote. Everything you see, kila unachokiona, is just a manifestation of what is ni madhihirisho ya kile kilichotokea katika ulimwengu wa roho. Hallelujah. Hallelujah. There are some people fighting some spirit that they don't know where it's coming from. Kuna watu wanapambana na roho ambazo hawajui zimetokea wapi. This is only because, hiyo ni kwa sababu God says, Mungu amesema, if you cannot done good, kama hautofanya vizuri, something bad is waiting for you. Kitu kibaya kinakusubiri. Now if you will not put something good in you, sasa kama hautaweka kitu kizuri ndani yako, something bad is waiting for you. Kitu kibaya kinakusubiri. Now if you will not put some good spirit in you, kwa hiyo kama hautaweka roho nzuri ndani yako, some bad spirit is waiting. Roho mbaya zinakusubiri. Even if you won't say amen. Hata kama hautasema amen. Anyone denying the fact he's already a slave in this life. Yeyote anayeukataa ukweli ni mtumwa katika hili. Hallelujah. Hallelujah. Now the way we live is more spiritual than physical. Kwa hiyo vile tunavyotakiwa kuishi kiroho kuliko kuishi kimwili. Failure to govern the spiritual realm, kushindwa kuutawala ulimwengu wa roho, result in bondage to spiritual forces. Inakuletea vifungo katika nguvu za roho. Hallelujah. Now we know the advantage of prayer, it's revealing temptation. Unajua moja ya faida ya maombi ni kuonyesha majaribu, and how to deal with that. Na namna ya kuyaendea. Jesus tells his disciples that Yesu anawaambia wanafunzi wake kwamba pray so as you won't enter into temptation. Ombeni ili msiingie majaribu. There is a secret behind prayers.
prayers. Kuna siri nyuma ya maombi. If you will not pray, kama hautaomba, you'll be used. Utatumika. You must know that. Unatakiwa kutambua hili. You must be used. Unatakiwa kutumika. And this is out of your will. Na hiyo hapo ni nje ya matakwa yako. You either want or not. Ni either unataka au hautaki. When should we pray? Ni wakati gani tunatakiwa kuomba? When should we pray? Ni wakati gani tunatakiwa kuomba? You know, in our mind we know that there is some time we need to pray. Unajua katika ufahamu wetu tunajua kwamba kuna wakati fulani tunatakiwa kuomba. When it comes to this, I must pray. Yaani linapokuja swala kama hili hapa natakiwa niombe sana. So when must we pray? Unajua ni wakati gani tunatakiwa kuomba? Okay, because of my time, let me proceed. Kwa sababu ya muda wangu naomba niendelee. We need to pray during morning. Tunatakiwa kuomba asubuhi. Yeah, we must pray during morning. Tunatakiwa kuomba asubuhi. We need to pray during midday. Tunatakiwa kuomba nyakati za mchana. Yeah, we really need to do that. Tunatakiwa kufanya hivyo. We must pray in evening. Tunatakiwa kuomba jioni. We must pray at night. Tunatakiwa kuomba usiku. We must pray in the midnight. Tunatakiwa kuomba usiku wa manane. Hallelujah. Hallelujah. It is fixed with your case. Itakuwa imetatua changamoto yako. The one you was thinking, the time that you need to pray. Kwa yule ambaye alikuwa anafikiria muda ambao anatakiwa kuomba. Morning we start by prophecy our day. Asubuhi tunaanza kwa kuitabiria siku yetu. We prophesy how will it be. Tunatabiri jinsi itakavyokuwa. How will it go? Na vile itakavyoenda. All the blessings that God have promised to us must come. Maeneo yote na kila kitu ambacho Mungu ametuahidi kitakavyo ni lazima kije. We put the basement of our day. Tunaweka msingi wa siku yetu. That is the foundation of our day. Na huo ni msingi wa siku yetu. And we rebuke what devil has planted. Na tunakemea na kuvunja kile ambacho shetani amekipanda during night. Wakati wa usiku. That was Matthew 13:25. Na hiyo ni Mathayo sura ya 13 mstari wa 25. So we go to start a fresh day. Kwa hiyo tunaenda kuanza siku njema. So during morning we need to pray. Kwa hiyo wakati wa asubuhi tunatakiwa kuomba. We need to pray midday. Tunatakiwa kuomba nyakati za mchana. The Bible say pray without ceasing. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Pray every time. Ombeni kila wakati. So when you get the free time is your time to pray. Kwa hiyo wakati unapopata ni wakati wa wewe kuomba. Not just you need to enter the temptation and you come to prayer. Wakati sio wakati ambao unahitaji kuingia kwenye majaribu, wakati wa kuomba. Sometimes you can when in temptation, wakati mwingine unapokuwa kwenye majaribu, you can feel like you are praying. Unaweza kuona kama vile unaomba while you are lamenting God. Kumbe unakuna mlaumu Mungu. Now that's bad. Na hiyo ni mbaya sana. That's never a prayer. Inayo sio maombi kamwe. Hallelujah. Hallelujah. We need to pray during evening. Tunatakiwa kuomba nyakati za jioni. Because it's the time when we do evaluation. Kwa sababu ni wakati ambao tunafanya tathmini. What have been so good today? Vipi siku ya leo ilikuwaje nzuri kiasi gani? What to improve another day? Ni namna gani ambavyo siku itakavyokuja nitaiboresha? That's where Holy Spirit come to reveal to you, my son. Na hapo ndio wakati Roho Mtakatifu anakuja kujidhihirisha kwake kwamba mwanangu, tomorrow let's do this. Kesho fanya hivi. You see what I accomplish, what have I not accomplished. Na anakuonyesha kile ambacho amekikamilisha na ambacho hajakikamilisha. And you just revealing what God said to you the whole day. Na hapo ndipo anadhihirisha kile ambacho Mungu amesema na wewe kwa siku nzima. Hallelujah. Hallelujah. We need to pray during night. Tunatakiwa kuomba nyakati za usiku. This is all about thanksgiving. Na hapo ni unamshukuru Mungu kwa yote aliyofanya. Because we are son of God. Kwa sababu ni wana wa Mungu sisi. It's our right to be protected. Ni haki yetu kulindwa. Now you see most of us we are praying for protection. Unajua miongoni mwetu tunaomba kwa ajili ya ulinzi. While we are the son of God, wakati sisi ni wana wa Mungu, it is our right to be protected. Ni haki yetu kulindwa. Now how can you pray with your right? Sasa unaweza ukaombaje haki yako sasa? It is already there. Ipo tayari pale. It is just a blind of mindset. Ni kwa sababu tu ya upofu wa ufahamu wetu. Now we see like, I really need to pray because this one. Na unaona kwamba hapa kweli nahitaji kuomba kwa sababu hapa you've just seen a black cat. Unaliona giza tu pale. Now you see the black cat. Ukilala unamuona paka mweusi. Or maybe when you are passing and you see
It is past. Unapotembea unamwona Naeshwa amepita. You say, no, this one I really need to pray. Unasema hapa inatakiwa kuomba. That's not prayer. Hayo sio maombi. The night prayer is all about thanksgiving. Maombi ya usiku ni maombi ya kumshukuru Mungu. You know, not everyone has seen the dawn. Unajua sio wote ambao wameiona siku. The sun set. Sio wote walioona kuzama kwa jua. Yes, so it is pleasure for you to having that. Kwa hiyo ni shukrani sana kwako kuwa na hiyo siku. So night we have all agreed it's all about thanksgiving. Kwa hiyo wote tunatakiwa kukubaliana kwamba usiku ni wakati tu wa kumshukuru Mungu. We need to pray in the midnight. Tunatakiwa kuomba usiku wa manane. Is where God revealed many things to his. Ni wakati ambao Mungu anafunua mambo mengi kwetu. Hallelujah. Hallelujah. We need to take all that. Tunatakiwa kuchukua hayo. Now, you have seen now which is the best time to pray. Hallelujah. Unaweza kaona sasa ni wakati gani mzuri kwa kuomba. So even the temptation is happening in the night, you have already prayed there. Hata kama matokeo majaribu yatatokea nyakati za usiku, tayari ulishaomba mchana. Yes, and the man of prayer, na mtu wa maombi, is always having the way to solve the problem. Siku zote ana njia yake ya kutatua matatizo yake. Hallelujah. Hallelujah. So can we be one? Sasa tunaweza tukawa ni miongoni mwa hao. Can we be one? Unaweza ukawa ni mmoja wa waombaji. Hallelujah. Hallelujah. The last one, na jambo la mwisho, and our time is over, na muda wetu umeisha, it is faith. Ni imani. Faith. Imani. Say faith. Sema imani. You know, when we're passing through the Bible, we see some man who was walking with God. Unajua, tunaposoma Biblia tunaona baadhi ya watu waliotembea na Mungu katika imani. Sometimes Bible is telling us Elijah was just a man like us. Na wakati mwingine Biblia inatuambia kwamba Elia alikuwa mwanadamu kama sisi. You know what he's telling us? Unajua nini anachotuambia? The way he was working with God. Namna alivyokuwa anatembea na Mungu. Some people think, no, this is not a man. Baadhi ya watu wanasema huyu sio mtu. Maybe this is an angel. Labda huyu, wengine wanasema huyu ni malaika. Somebody is just telling a word and the fire is coming from heaven. Na wengine wanasema kwamba atakuwa alitoka mbinguni. How can that be possible? Vipi inawezekanaje? So Bible is removing that challenge to us in telling us Elijah was just a man like us. Kwa hiyo Biblia inaondoa hii changamoto kwetu kwa kutuambia kwamba Elia alikuwa ni mwanadamu kama sisi. We see Moses. Tunamuona Musa. He just what? Put the stick in the ocean and everything is departed. Tunamuona Musa aliweka tu fimbo yake katika bahari na kila kitu kikagawanyika. Even Jesus himself, hata Yesu mwenyewe, is giving us the confidence and say, alikuwa anatupa ujasiri kwa kusema, because you have followed me, kwa sababu mmenifuata, you can do more than I've done. Tunaweza ukafanya zaidi ya hiki ninavyovifanya. Just believe. Amini tu. Just believe. Amini tu. Sometimes we believe something is not even seen in our eyes. Wakati mwingine unaamini tu hata kitu ambacho hakionekani katika macho yetu. You know, Abraham is told by God, go far from your home. Unajua Mungu alimwambia Ibrahim, ondoka nenda mbali na nyumbani kwako. Whether he never tell him where to go. Lakini Mungu hakumwambia kwamba anaenda wapi. He just told him, I will make you a great nation. Alimwambia tu kwamba nitakufanya kuwa taifa kubwa. Hallelujah. Hallelujah. Sometimes our faith is not guided by what we see. Wakati mwingine imani yetu haiongozi na kile tunachokiona, but what God says. Lakini kwa kile Mungu alichokizungumza. What is the promise of the God? Ni ipi ahadi ya Mungu? That is our guidance. Na huo ndio mwongozo wetu. Hallelujah. Hallelujah. When you read Hebrew 11, unaposoma kitabu cha Ibrania sura ya 11, faith is an assurance of things. Imani ni uhakika, the conviction of the things not seen. Ni bayana yale mambo yasiyoonekana, as though they already exist, ambavyo tayari vimekwisha kuwepo. How many believe we're gonna buy jets someday? Wangapi wanaamini kwamba tutaenda kununua ndege siku moja? You can stand up by your feet. Unaweza ukasimama kwa miguu yako. Hallelujah. Hallelujah. As we are going to finish, na tunavyoenda kuhitimisha, now faith is the
substance of things. Imani ni Stand up. unaweza kusimama. Now faith is the substance Imani ni of things hoped for. Imani ni bayana ya vitu ambavyo tunavitumaini. The evidence of things not seen. Ni ushahidi wa vitu visivyoonekana. Hallelujah. Hallelujah. Can we today just say a word and say, God, I believe. Kwa leo unaweza ukamwambia Mungu kwamba Mungu ninaamini. In everything that we have been through, kwa kitu chochote ambacho umekuwa ukipitia in your situation, katika hali yako, God can do. Mungu anaweza kufanya. He can do even the way you will never imagine. Anaweza kafanya hata zaidi ya vile ulivyowahi kufikiria. Just say, God, I'm here. Sema tu, Mungu niko hapa. Father, in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu. Thank you for these our children. Asante kwa ajili ya watu wako hawa. Thank you for this session today. Asante kwa ajili ya muda huu na ibada ya leo. We have ended by believing that God, tunahitimisha kwa kuamini kwamba Mungu, you can do everything. Unaweza ukafanya kila kitu. Because you are God. Kwa sababu wewe ni Mungu. We have been called by your name. Umetuita kwa jina lako. And nothing shall rise upon you. Na hakuna kitu kinachoweza kuinuka dhidi yako. Shall rise against you. Ambacho kinaweza kikaenda tofauti na wewe. It is just you, Father. Ni wewe tu Baba. That's why we believing in you. Na ndio maana tunaamini kwako. We believe you can do everything, even what we can't imagine. Tunaamini unaweza ukafanya kila kitu hata vile ambavyo hatujavifikiria. Because in your word you say, kwa sababu katika neno lako umesema, the Jesus of that day is the Jesus of these days. Kwamba katika siku hizi, the same Jesus. Katika na Yesu yule aliyefanya vile mwanzo. It is the same Jesus we believe today. Na ndio huyo Yesu tunayemwamini leo. You can do many. Unaweza ukafanya vingi. You can do all. Unaweza ukafanya vyote. We just believe you can. Tunaamini utafanya. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, we love you. Baba, tunakupenda. Thank you for your presence today. Asante kwa ajili ya uwepo wako leo. And we wind up by your word of today. Na tunahitimisha kwa neno lako la leo. Let our faith, let our souls be in you. Acha roho zetu na nafsi zetu ziwe ndani yako. As the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. You can clap your hands for Jesus. Tukampigia Yesu makofi. Hallelujah. Hallelujah. Thank you. Thank you. Be blessed. Amen. Thank you, Pastor. May God bless you so much. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kabla hatujakaa tunaweza kwenda mbele za Mungu kwa dakika kadhaa. Tukamshukuru Yesu, tukamwomba Bwana. Unajua ninaona uwepo wa Mungu kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Haleluya. Natamani wewe ukamwombe Mungu siku ya leo. Mungu, katika maombi tunaona kila kitu kinawezekana. So let us pray. Mwambie Mungu, inawezekana umekuja hapa una changamoto. Kuna kitu kimekutrouble. Let us pray. Let us ask God. His presence is here and he is ready to visit you. He is ready to touch you. He is ready to touch your heart. He is ready to touch your problems. He is ready to touch your situation. No matter what situation you are passing through. But God is ready. God is ready. Our God is ready. Hallelujah. Our Father is ready because he is here. His presence is here. Holy Spirit is here and is ready to touch us. Let us pray. Let us ask him. Let us ask him. Ndio tumwambie Bwana juu ya haja tunayopitia. Tumwambie Bwana juu ya changamoto zetu. Tumwambie Bwana juu ya changamoto tunazozipitia. Yeye yuko hapa kutusaidia. Yeye yuko hapa kutuonekania. Can you pray? Can you pray? Can you ask God? The presence of God is here. I see the presence of God. I see his presence here. Naona uwepo wake Yesu. Naona uwepo wa Bwana ukikuhudumia. Ninaziona nguvu za Bwana zikikugusa. Ratapayatapapa. Rikosheperedebaka. Rateposimayakata. Radabakoteperedebe. Radamamamamamayakata. God can touch you. Anaweza kukugusa. Anaweza kukugusa hali iliyokatisha tamaa. Anaweza kukugusa Yesu. Mwambie Bwana mwilia. Pass me not Father. Pass me not Father. Yuko hapa Yesu. Yuko hapa Yesu. Yuko hapa Yesu. Inawezekana kuna hali unaipitia imekukatisha tamaa. Hauoni kwenda
Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit is here. Holy Spirit is here. Holy Spirit is here. His presence is here. His presence is here. He needed to manifest it to you today. He needed to manifest it to you today. Haijalishi ulikuwa umekata tamaa. Haijalishi ulikuwa umevunjika moyo. Haijalishi hauoni kuendelea mbele. Lakini Holy Spirit, Roho wa neema, Roho wa neema, yarabaya kaya baba, rakaya samaka ya baba. Hatujaja kufanya maigizo, hatujaja kupoteza muda wetu. Tuko hapa Yesu atutetee, tuko hapa Yesu atuguse, tuko hapa Yesu aguse maisha yetu. Haya mashaka baya baba tamani siku yako ya leo iwe ni siku ya tofauti, siku iliyofunikwa na nguvu za Mungu, siku iliyofunikwa na wingu, siku iliyofunikwa na wingu. Hapo ulipo Bwana kuguse, katika yeye hali Bwana kuguse. Mimi sina uwezo wa kukugusa, lakini Roho Mtakatifu anaweza kukugusa ukapana, anaweza kukugusa ukavuka mahali ulipo. Si kwa fedha wala si kwa mali wala si kwa uweza, bali kwa uwezo wa nguvu zake. Baba chapa baba reko shepereba rapa payoteke Shabaka Rakasam. His presence is so good. His presence is so good. Can you say thank you for him? 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 Can you say thank you for Jesus? Can you glorify his name? Can you exalt his name? Can you lift his name? You are so good, Father. You are so good, Jesus. You are so good, Holy Spirit. You are so good, Holy Spirit. We know that you are here. We know that you are here. We know that your presence is here. We know that your grace is here. We know that your favor is here. God, we humble to you. God, we humble to you. We are asking the humility to you, Father. Please, Lord, help us. Please, Lord, help us. Reveal it to us, Father. Reveal it to us, Father. Reveal it to us, Father. We need to walk with you. We need to walk with you. We need to walk with your divine. We need to walk with you. We need to see your power. We need to encounter with your power. Holy Spirit. The Holy Spirit is here. The presence of the Holy Spirit is here. The presence of the Holy Spirit is here. The presence of the Holy Spirit is here. Can you pray? Can you pray? His presence is here. His glory is here. His glory is here. The glory of God. The glory of the Holy Spirit. The glory of God is here. Can you shout to him? Can you pray? Can you speak new tongue? Can you speak in new tongue? Rapabayaka. Lesoporikaela. Ratapa. Rakoshabaya. Ratapayana makoshaba. There is no more crying. We will never cry anymore. We will never cry anymore. We will never cry anymore because the Holy Spirit is here. Because the Holy Spirit is here. Because the Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here. His glory is here. We have grown with His glory. We have grown
in your studies? Can you declare the God of God in the situation that you are passing through? Can you declare? Can you declare? He's here. His hand is here. His mighty hand is here. Abashaba, Ebashaba, Erebekese, Erodobosha, Erebekesema. His mighty hand is here. His mighty hand is here. His mighty hand is here. He's here to touch you. He's here to manifest it to you. He's here to manifest to you. Hautakiwi kutoka kama ulivyoingia. Hautakiwi kutoka kama ulivyoingia. Basi kusingekuwa na maana ya wewe kuja hapa. Badala yake hapa ni mahali pa kubadilishwa. You are being transformed. You need to be transformed in the name of Jesus. You need to be transformed in the name of Jesus. Hata sekete. Ayabakasaba. Ratoshi paradaba. We are not pretending. We are not here for praying. We are not here for praying. We are not here for jokes. No. We are here because we know our God. We are here because we know our God. We are here because we know our God. He is a dependable God. He is a dependable God. He is a dependable God. He is a dependable. He is a dependable. He is a dependable God. He is a dependable God. He is above all names. He is above all gods. He is above of all things. He is a King of kings. He is a Lord of lords. He is the Father of fathers. He is. His name is Elohim. His name is El Shaddai. His name is Elohim. His name, He is the omnipresence. He is the omniscience. He is the omniscience. He knows everything. Even your situation you are passing through, He knows because He is omniscience. 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 He knows. Go deeper. Prophesy to your situation. Go deeper. You are a prophet of your life. You are a prophet of the situation you are passing through. You are a prophet. You are a prophet for now. Prophesy to your study. Prophesy to your life. Tabiri juu ya maisha yako. Tabiri. Holy Spirit, thank you. Holy Spirit, thank you. Because you are a guest of Hannah. Because you are a guest of Hannah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Because you are the guest of Hannah. Hautatakiwa kutoka kama ulivyo. Hautatakiwa kutoka kama ulivyokuja. Hata kama umefarakana na Mungu, ni muda wako wa kumwambia Bwana, nimekuja kupatana na wewe. Ni muda wako wa kumwambia Bwana kwamba Bwana, nahitaji kupatana na wewe. Kwamba Bwana, nahitaji kupatana na wewe. It is this time. Horia baba shaka. It is the time to repent. It is the time to confess. Ni wakati wa wewe kuungama. Ni wakati wa wewe kuungama. Ungama na Bwana. Mwambie Bwana, nilikosea. Nilikengeuka, but today nimekuja kukonfesi kwako. I'm coming to confess to you. Holy Spirit, come upon us. Holy Spirit, you are answering us. Hatapa shatapa, rato shida baradaba, sandorodobo si baradaba, sikata parode bashadaba, hako simanda samakatama. We thank you, Father. Can you celebrate Jesus, please? Can you celebrate Him? Can you shout to Him? Can you shout to Him? Can you shout to Him? Can you say thank you? Can you lift His name on high? Can you glorify Him? Can you say, God, thank you? I thank you, Father, because you have touched me. Thank you, Holy Spirit. He is here. He has already done in your life. He has already
has already Holy Spirit, you are so sweet. We see the Holy Spirit. Holy Spirit, you are so good. He is so good. He is so good. His presence is here. His presence is here. We have to be filled with the Holy Spirit. We have been filled with the Holy Spirit. You need to be very filled with the Holy Spirit. Hashamakayadaba. Holy Spirit. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Can you stay silent in the presence of the Lord to listen what God to tell you? And He is here. He is here. He's going to manifest to you. He is going to be manifested to you. Oh, Shabbataya Dabarode Pesata. Karada Bashata. Oh, Sita Parado Bashata. Lato Samayata Parodeba. His presence is here. We are not ourselves here. We are not ourselves here. But the Holy Spirit is here. Holy Spirit, as the guest of Hannah, is with us. Holy Spirit, as the guest of Hannah, He is with us. He is with us. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Jesus. You may have been seated now. May have been seated. Praise the Lord. We thank you.